Bwana mambo vipi bwana? Mimi kwa jina naitwa Kennedy. Bin Michael. Leo bwana nataka ni discuss kitu na wazazi bwana. Kuhusu malezi ya watoto, tena hususan vijana. Maana vijana wa kiume siku hizi wanaharibikiwa sana alafu amjui sababu ni nini? Kwa nini vijana wa kiume wanakuwa wanaharibikiwa hivi amjui sababu, si ndio? Sasa shida ni moja sana vijana not vijana, wazazi wengi sasa hivi mnawekeza nguvu zenu sana kwenye kutafuta fedha. Hatukatai. Kuta mzazi toka asubuhi katoka pale, kurudi saa 3 usiku au saa 2 usiku. Toka asubuhi. Mtoto naye ndo maybe umejaliwa mzazi mashallah, mabasi ya njano, mtoto kaenda huko siji kafuatwa na gari pale asubuhi kaletwa naye jioni, wewe hujui. Ukirudi mtoto kalala, asubuhi muondoka mtoto kalala. Hujui tabia yake iko vipi? Hujui anapitia changamoto gani? Muda mwingi uko mtoto kuna dada wa kazi. Hapo mnafeli. Tena hususan watoto wa kiume. Maana watoto wa kike tulipigia sana kelele, ndio maana sasa hivi ukicheki kesi nyingi za ubakaji zimepungua, zimeongezeka kesi za ulawiti. Wewe angalia tu. Yaani wewe angalia tu. Kwa kitu kimoja tu, wazazi wengi mmejisahaulisha majukumu yenu. Na mnajua ila mnajisahaulisha. Kwa dada wa kazi mnamwamini. Siku mtoto akiuma anakuja kuwa msenge, unaanza kupiga kelele. Unapiga kelele ya nini? Kama naye ndio sababu ya kuchangia. Uji mtoto wako bado malinda anafanya kazi au hayafanyi? Yupo kwenye stage gani? Eza ni teenager. Hizi stage za kubarea. Na ndio hizo ndo hatari sana. Wewe unamwacha mtoto wa kiume muda wote yuko na wadada ndani, amekana unafikiri kuna nini hapo? Wanamfundisha ujinga, wanamfundisha kuwa mwanamke, kupaka viwanja nini. Ndio hicho mnachomfundisha. Ila kama mzazi inabidi upambane, uangalie, uhakikishe mwanao movement zake zote ni zipi. Sasa ukikaa kiboya kijinga eti mimi ngoja nitafute hela kwanza. Wewe kuna wazazi wengi hapa walipeleka watoto Uganda, walipeleka watoto huko nje. Watoto wamerudi ni wasenge na mashoga. Kwa kitu kimoja tu, umepoteza gharama nyingi kwa kumfanya mwanao haja haribikiwe tena. Mnapokuwa karibu na watoto wenu, mnawajenga. Mjige kwenye misingi ya kidini na misingi ya kitamaduni ambayo ni sahihi. Waislamu mjige kwenye misingi ya Kiislamu, Wakristo mjige kwenye misingi ya Kikristo. Sasa mkifanya huu ujinga ambao mnakuwa mna ureta eti ngoja mimi nitafute fedha kwanza, hapo mnakuwa mnafeli wazazi. Na hii kitu mimi naachana. Msiseme mchawi nani, mchawi wewe mwenyewe mzazi. Wewe usipompenda mwanao hakuna atakayekuja kumpenda duniani. Yaani ndio ile asifunzwa na mamaye, ufunzwa na ulimwengu, ndio hiyo hapo. Kwa hiyo inabidi wewe ndio umpende mwanao. Wa kwanza kabisa. Sasa wewe usipompenda wewe, hakuna atakayekuja kumpenda. Na hicho kitu sitarajia, yani eti mtu from nowhere tu aje mnaniu. Na ubaya zaidi sasa, hizi sera za ushoga hizi wanazipublish sana, ndio ubaya wake. Yani wanazipublish sana sera za ushoga, sera za nini. Yaani unatakiwa ufuatilie hata mwanao kwenye matumizi yake ya simu. Maybe umempa simu, anafanyia nini anachofanya kwenye hiyo simu. Vijana wengi sasa hivi wanaendekeza pornography. Watu wanaangalia video za ngono, watu wanafanya masturbation, punyeto. Mzazi hujui. Unatarajia dada wa kazi ndio aje akulelea mtoto wako. Baki hapo hapo, subiri. Si unaona siji kumsomesha shule milioni 10, siji milioni 100 ndio umemaliza. Subiri hapo hapo, tulia. Dunia ikulelee mtoto wako. Afu ndio utakuja kujua sasa hiyo hela uko unatafuta. Na ongekeza nguvu kumwangalia mtoto wako hatua kwa hatua. Kipi bora? Baki hapo hapo, tulia, usikimbie. Unataka uende wapi wewe? Kwa sababu tusipoachana ukweli mtazoea. Watoto wake walikuwa na bako tukapiga kelele, imepungua. Sasa hivi wameamua kwa wanaume hawa wanalawitiwa sana watoto wa kiume kwa sababu hawana misingi mizuri kutoka kwa wazazi wao. Kwa kama mzazi inabidi usimamie kwa nani anaongea na mwanao, nani anakutana naye, elimu gani anaopata huko mashuleni.
Sisi tunaelewana. Elimu ipi anapata huko mashuleni? Sawa, umemnunulia simu. Hiyo simu anatumia kwa manufaa gani? Watu gani aliwafollow? Mitandao gani ya kijamii anaitumia? Sasa ukikaa usubiri sijui uje ulelewe mwanao, utakuja kujuta. Na mimi yani wewe iko wazi. Ukija kwenye ofisi zetu bwana, mimi na changamoto ile. Kwanza mimi nitakupa ukweli kwanza. Ukweli mchungu, nitakuchana. After that sasa ndo nitakuja kukupa sasa uhalisia. Nikwambia kitu, unaweza kusingizia kazi zinabana nini? Anayekupenda kweli aweza kukosa muda kuwa na wewe. Kama unampenda mwanao, mimi siamini kama utaweza kukosa muda wa kuwa na mwanao, kumshauri. Baba kukaa na mwanae wa kiume kushauria. Hata kama hivi tufanye mtoto wa kiume ana baba, bibi amefariki na nini, wako baba wadogo na wakubwa wa kumshauri, makaka au unaona watu wana nani, basi tafuta counselor. Mbona sisi mimi mwenyewe niko free, yani kumtengeneza mwanaume kuwa mwanaume. Tunatafutana bwana, hebu ongea na kijana wangu, tunaongea naye. Ila huu mnaofanya huu kuona kazi ni bora kuliko utajikuta sasa baada ya kuziba ufa unajenga ukuta. Na ubaya zaidi, mtu akishakuwa msenge ni ngumu sana kutoka. Tunajua sisi tunazishughulikia, tunazijua. Wanakuja kutoka ndio, lakini kwa nguvu kubwa sana imetumika na anakuwa ameshaharibikiwa sana. Na nisiwadanganye tu na hii na wasanua kina mama. Unamwona mume wako lijali, sijui mume wako lijali, sijui lijali. Wewe unamwona lijali mume wako. Sasa hivi wakina baba wengi wenye familia zao ndio wasenge. Na wana namba zao kabisa. Kwa mjue kuna msenge 1, msenge 2, wanajijua. Kwa be careful. Maana hizi msenge 1 na msenge 2 tukutane kwenye comment section. Lakini msipozitaja nitakuja kuwapa. Kwa sababu mimi nawapa tu, mtajua huko, sika mtu ajichagulie mwenyewe anaamua nini. Kikubwa nishakufikishia knowledge hiyo.